Karibu mzee. Asante sana mzee wangu. Mzee shikamoo. Marahaba, ujambo baba? Sijambo ese. Mama shikamoo. Marahaba, ujambo baba? Sijambo. Karibu baba. Dada habari? Kweli. Safi. Samahani jamani, nimewakuta kama mna mazungumzo vile hapa. Mimi naitwa Mr. Kigoda. Natokea mtaa wa Kati huko. Mimi ni mgeni wenu, nina ujumbe wa barua ya posta. Nadhani umetoka kwa Mr. Oran. Ujumbe mwenyewe ndio huo hapa, maelezo yote nadhani mzee hapo kwenye hii barua baba. Kitu hiyo. Sawa sawa. Shemeji. Shemeji. Tupishe kidogo. Sawa. Baba. Mzee wangu. Ujumbe nimeona. Kwa hiyo tutajaribu kumwakilisha mlengwa. Kwa nitawajulisheni. Ndio baba. Asante sana mzee wangu. Naona mimi naona niwaache. Haya, safari njema. Hii barua inamlenga shemeji yangu. Rebeka. Sani ya posa. Kwa hiyo muite aje. Acha nimuite. Rebeka. Rebeka. Dada. Njoo mdogo wangu. Shemeji. Deshe. Naona tulikuomba utupishe. Ndio. Kwa baadaye ndio tumekuitaje. Hapa tumepokea barua. Hapa kuna barua imetoka kwa Olani. Sijui Olani unamjua? Ni ya posa. Kwa na posa yenyewe inakulenga wewe, shemeji. Ndio shemeji, namfahamu. Shemeji, uko tayari kumpokea Olani? Shemeji, kwa sasa siko tayari kuolewa. Uko tayari? Kwa humu siko tayari kuolewa. Kwa hiyo tujenge subira kwanza ujifikirie. Hapana. Yaani sio kwamba kwa kipindi hiki tu. Labda mnipe muda nifikirie. Yaani kiufupi tu. Mr. Olani sio mume sahihi kwangu. Nilikuwa na mambo mengi sasa hivi nitakiwa niyafanye. Lakini siwezi kuolewa naye kabisa. Kwangu mimi sina zaidi la kuongea pale. Nimepokea. Sijui wewe mke wangu unaonaje? Mimi nionaje sasa? Simuhusika amekataa. Mimi sina usemi. Kwa vile mwenyewe amekataa. Mimi nitajibu. Kwa hiyo hapo mke wangu, kwa kuwa mdogo wako anakataa, kwa hiyo jibu turudishe kuwa amekataa.
Najua ni wewe tu walango pekee. Listo hilo. Hakuna wili. Ndani ya bustani. Rebeka. Hakuna mwingine anaweza kufanya hivi. Ila ni wewe tu. Unaweza vipi kunichezea mtoto wa kipumbavu kama huu? Haujui kama natoka na Rebeka ambaye ni rafiki yako na mimi ni shemeji yako? Sinaongea na wewe? Sikia nikwambie Katema. Toka siku ya kwanza tu mimi nilipokuona, moyo wangu ulijua bashasha. Nikahisi kabisa kwamba nakupenda. Hivi una akili timamu wewe? Wewe si ni msomi? Sikiliza. Unachokifikiria hakitaka kamwe ikifanikiwe. Nampenda Rebeka. Sio nampenda tu, nampenda sana. Siwezi kumsaliti kizembe kama hivyo unafikiria. Kaa chini afu fikiria. Sikia nikwambie Katema. Kwani mtu akikwambia anakupenda ambacho uelewi ni nini? Mimi ni mtoto 2000. Nitakupa raha za dunia ambazo Rebeka hawezi kukupatia. Sikia nikwambie. Alafu sio kwamba Rebeka labda eti ada ndio ilimwishia chuo. Usiolijua ni sana usikuagiza. Kingine ukiliangalia juu mpaka chini, naweza kuendana na wewe kinyago wako. Hebu nitazame juu mpaka chini. Kama naweza nikafanana na wewe kinyago wako. Kama sikosei, Mr. Oran kashafanya ya kwake. Sasa chaguo ni lako. Hivi nilichokisikia kutoka kwako nimesikia vibaya au? Unaweza ukarudia tafadhali? Kama Mr. Oran kafanyaje? Nimekwambia hivi, Mr. Oran kashafanya ya kwake. Chaguo ni lako. Inatosha. Wewe Mr. Oran, wote mnataka Rebeka. Chagua kuwa peke yako kwa kitoto cha 2000 au kwa spare. Sitaki kusikia mengi kutoka kwako. Alafu kaa mbali na mimi, sawa? Mimi ni shemeji yako na nitabakia kuwa shemeji yako tu. Haitakaywezekana mimi kutoka na wewe. Wacha anyeshe, sione panapovuja. Maisha walotangulia wameshafika, walotangulia wameshafika, walotangulia wameshapita.
ama nahisi kwangu limekatika, nahisi kwangu limekatika. Niwe mtu nitowe kafala, ama nipe mimi nichomwe moto, ni changamoto. Niwe mtu Rebeka, nitowe kafala. karibu tu bwana Aisa. Karibu sana. Habari zako kutoka huko? Sijaziandika. Alafu sikia wewe. Aliyekutuma uende nyumbani kwetu kupeleka barua ya posta nani? Rebeka, lakini sio kwa ubaya. Mbona uko hivyo? Huoni cha ajabu nini? Wewe ni babangu, umenizaa. Yaani unajiamlia tu, unaamka asubuhi, ubongo wako umevurugika, unatuma mtu anapeleka posta kwetu. Haya, unaenda kupeleka barua ya posta kule. Hujanishirikisha. Tulizungumza. Rebeka, naomba nikwambie kitu kimoja tu Rebeka, ambacho labda hukijui. Yaani wewe kaa ukijua kwamba yaani haitakaa itokee siku moja mimi nikaacha kukufuatilia wewe. Wewe ni wangu tu. Na nimefika busara moja mkubwa mno. Heshima kubwa. Nimeamua kupeleka barua kwa nyumbani kwenu. Halafu baada uipokee kifuraha. Bado unaletea habari zingine hapa nyumbani. Wewe nisikilize. Sawa? Sikiliza nikwambie. Halafu sina njaa. Sina hizo ziki za kuolewa. Unanipata Sawa? Wewe una pesa wewe. Toka hapa, nenda huko kanue wanawake. Wakuoa wengi. Sawa? Usininganganie, usinigandegande. Rebeka, nataka nikwambie kitu kimoja tu. Iko hivi. Hapa ni nyumbani kwako. Ukifika hapa jisikia amani, tawala kabisa. Hauwezi ukavuka ukashindwa kuishi hapa nyumbani. Rebeka. Wewe, sitaki kusikia chochote kutoka kwenye mdomo wako. Unanielewa wewe? Nisikilize wewe baba. Sikupendi. Na kuchukia. Wala sina hisia na wewe. Halafu wewe. Rebeka, naomba tu nikwambie kitu. Kaa ukijua. Sawa, ufanyeje, urukeruke, uzunguke, ufanye nini. Lakini kaa ukijua ipo siku hii hapa nyumbani lazima tukanyaka tukuja kuishi kama vile mke wangu, hapa ni nyumbani kwako. Hilo halipingiki na uwezo kalikwepa hata siku moja. Wewe. Sikiza nikwambie. Nina mtu ninayempenda. Sawa? Na sio kumpenda tu. Yaani hivi. Unanielewa Mapigo yangu ya moyo ameyamiliki yeye. Nielewe baba na midevu yako, nisikilize na ufungue masikio yako makubwa nielewe. Sawa Sasa sikia. Mimi bila yule siwezi chochote. Sawa Hatuwezi kuachanishwa hata kwa sekunde hii. Basi ujue hivi kati yetu, yaani kati ya mimi na yule wote tutakufa. Sikiliza wewe. Kaa mbali na mimi. Narudia. Nikome. Achana na maisha yangu. Nisikuone pale kitu umekanyaga. Ukirudia. Ulie, usilie. Lakini ipo siku lazima utakuja kuishi hapa nyumbani kwangu. Sawa? Umenielewa? Alafu wewe, sikia nikwambie. Kaa ukifikiria, ukiwaza. Usije ukaota hata siku moja narudia tena hii kauli. Siwezi kuja kuishi na wewe. Muangalie kwanza afu mzee. Tafuta size yako, mimi sio type yako. Mimi na enjoy. Alaja na maisha. Alaja na maisha. Walotangulia